At TAS TV, every dream deserves a chance. We believe that the next great presenters and reporters starts with an opportunity. A very good afternoon and thank you for joining us for 3 p.m. news. I'm Jacqueline Accord. And I am Victoria Mnyazi. Nikiripotia runinga ya TAS, mimi ni Komen Masi. That is why our attaches aren't just here to learn. They are given priority to create, host and deliver real television shows. What's up? Karibuni sana kwenye sayari ya mapenzi. And welcome again to the final whistle whereby football never sleeps. Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. We will be welcoming you to our show that is the Sabbath Welcoming. Here, talent is discovered, skills are sharpened, and confidence comes alive on screen. Contact us on +254 798 154 042 or send us an email at tastvkenya@gmail.com. You can also visit us at Neema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Join TAS TV, where your dream is our vision. What's up? Karibuni sana kwenye sayari ya mapenzi. Ni kipindi tunachozungumzia kuhusu mapenzi, changamoto katika mapenzi, mahusiano ya mapenzi, suluhisho katika mapenzi. Kumbuka ni kila siku ya Alhamisi ukiwa nami Chiza Mwende, nami Ruth Oyo, kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni ndani ya TAS TV. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Praise God everyone. I am Masi Achieng. I'm Martha Sengo. We will be welcoming you to our show that is the Sabbath Welcoming, and in the book of John chapter 14 verse 6 it says, I am the way, the truth and the light. Indeed, thus says the Lord. It's on every Friday as from 5 p.m. to 6 p.m. as we draw near the feet of Jesus and cast our burdens unto him. Here in this show we will be preparing Christians spiritually, mentally and emotionally for the Sabbath that is due. We will be encouraging each other with inspirational messages, gospel and interactive discussions. Join us every Friday as from 5 to 6 p.m. as we quench our thirst for Christ. Mambo vipi? Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. Here we are talking about trending stories, Vibes, movies, udaku and games. Remember to join us, Masi Mwangi, and Regina Brenda, on every Tuesday from 3 p.m. to 4 p.m. on TAS TV. What's up wadau? Welcome to Vako Zetu podcast, a brand new show here at TAS TV. Leo ni kumoto sana ndani ya podcast. Karibuni sana. I go by the name Emily Kimani and I have my co-host Ajitambulishe. Oza. I go by the name Director Dele. Yeah. Karibuni sana. Stay tuned. Ni kumoto manze. Yeah. This is the space where we talk about current events. Yani zile vitu zenye zinaongeleleangwa tu chini ya maji. Hapa tunaziongea venye ziko, venye zinakuja. Yeah. Be it fashion, be it online stories, be it you name it. We are here to talk about it. So, starting off. So, today tutaanza na kujijua, like mtujue sisi kama hosts, ndio? Yeah. So, tuanze na wewe Dele. So, what is that one thing that describes you as Dele? Kwanza, hiyo kitu yenye najaribu kuniuliza ni ngumu, lakini for me I say I'm holic. Anything mimi niko into it or nafanya ama sifanye ama nafikiria I'm holic. That's why like unaona? Unajua umetuambia surprise. Umetuambia holic. Kunajua kuna mtu ambaye anaona anashindwa. Holic ndo kusema nini? Huyu ni nani? Anatuambia holic ni nini? So tueleze what is holic. Holic ina depend. Kuna watu wanasema alcoholic, menoholic, hivyo singleholic. So ni holic gani? Holic yani ukipata like kama niko mood fulani wewe ndio hiyo mood ndo niko sasa like. Okay. Niko holic. Hapo unaongezea tu jina holic mwisho ya. Mood yenye tunakupata tunaongezea holic. Yeah. So tukikupata unalala tunasema lala holic. Lala holic. Tukipata unaomba tunasema omba holic. Tunaenda tukiendanga. So describe yourself apart from being a holic. Who is Dele if somebody wanted to know you on a personal level? Uwezi kuwa unajua, maybe somebody out there is watching and anataka huyu mjamaa. So
What? Wow. Who is Dele? Anataka na kila kidole iko na pete manze. Nani anataka? Wow. Okay, fine. Mimi naitwa by my real name naitwa Alvin. Yeah, but nickname Dele. Social media Instagram. I love Instagram. Alvino Dele. Ukisearch tu Alvino Dele utanipata. Yeah, ukiingia Instagram hapo sasa utajua who is Dele. Itakupea kila kitu kuhusu Dele. The Holic of Dele. So that is Dele. Yeah. Okay, sasa hapa inakani kama ninakuinterview co-host jamani. Okay. Yeah, so me, I go by the name Emily. One word that describes me. Wait. Before say me word, ujiambie word. You look beautiful. Huyu anataka ni blush nishinde kuperform. Mpaka YouTube waanze kusema unaanza kutupea warning hapa ati hizo sauti sasa. Wewe acha wewe. Unataka nishinde kuperform show. So, one word that describes me. Wow, hiyo ni ngumu. Nishamaliza. One word that describes me ni beautiful. No, mimi nishamaliza. Nishamaliza hiyo story. Okay. So, about me, mimi si mtu wa mambo nyingi. Penye tu kuna mboka niko. Penye kuna pesa niko. That's just me. Sijakuona kwa bank lakini. Ai. Kwani siku hizo tu wanaendeanga vitu kwa bank? I thought people change. Bank kuna pesa ama kuna pesa? Bank gani? Bank gani hiyo? Huko kwetu kuna hii bank inaitanga aje? WW Bank. Unaijua? Unajua weka bank? Wow. Hiyo ni gani na kapigi bank fulani? Ati weka who calls a bank weka. As long as uko na pesa, unaweka tu weka bank. Like it's an organization. Hiyo ni bank ya communities. Unapata kuna zile World Banks, government, hii bank ya government nini hivyo. Sasa ni ya community. So wewe uko ukitaka pesa unaenda unaweka lakini hautoi. Unaweka. Kwa nini looting? No. Unaweka like kuna siku pia kutakuwa na offer. Watu watagawanywa lakini unaweza weka aje? Lazima usave for like 1 year. Wewe unatubeba. Unaweza weka aje? Unaweka aje pesa na hauchukui? Unaweka inaenda kwa okay, inasaidia nani ama inaenda wapi? Inasaidia nani ama inaenda? Inasaidia kila mtu juu kila mtu anaweka. Kivipi? Si wanaweka. Like okay, tumeelewa hiyo part yako. Kuweka ni common, tumeelewa hiyo part. But sasa okay, inasaidia watu aje? Kuweka pesa. Deluni. Ananikanganya. Hanielewi nakuuliza. Unaweka, si ndio umeweka pesa. Kwa mfano niende nifungue account kwa bank. Niende niweke pesa. Ninatarajia at a certain period of time nitaenda nizichukue zinifaidi. So kwa hiyo weka. Umeniambia mtoi hizo pesa zinawasaidia vipi? Wewe ni mwizi gani ama ni wewe mwenye hiyo ba? Hamna. So uko na shares huko? Sina shares. Hata mimi nataka kuweka. Uko kwenye ni wapi? Kwetu. Unajua Shakahola? Huko kwa Mackenzie huko? Kwenye Mackenzie aliulia watu. Shakadhulu nakujua? Hapana, mimi najua Shakahola. Mimi najua Shakahola tu. Kuna Shakahola, kuna Shakahola. Watu wa Shakahola mtuambie. Na mnasikia ni Shakahola alafu mnaweka. Ndio. Mnaweka wekeni tu kabisa. So, let's go to our next segment. We're still on the topic knowing about ourselves. So, it's a this or that type of question. Unaona zile questions zinaulizangwa kwa mfano, let me do a dry run. Nikuulize coffee or tea, utasema nini? Zote. Hiyo wezi kwa zote, chagua moja wewe. Kuna chai, tea. Tea. Utachukua coffee or tea? Tea. Okay. So morning person or night person, night owl?
Mimi siwezi sema, mimi nakaa peke yangu kwa siwezi sema ati morning person. Wewe chagua moja. Like anajua uelewi. By this I mean morning person. Morning person, okay fine, morning person. Tueleze kwa nini wewe ni morning person or what makes you think you're a morning person? Because one, kuna zile terms mimi hutumia, good morning Africa. Morning glory, so I'm a morning person. Okay. Yeah. Okay, naelewa. Ndio maana nakuelezea. Nishamaliza, nimeelewa ama je? Nimeelewa kwa wenye mmewapita. If you don't get it. Yeah, morning glory. Alafu good morning Africa. Bas. Yeye ni mtu wa morning person. Yeah. Inakaa ni kama nakuhoji dele. No. Kwani mimi siulizi, kwani I'm not being given the princess treatment in this show? Yako itafika. So, maswali yako yatafika. Football or Formula 1? Kati ya football na Formula 1. Ngoja kwanza nikuulize swali. Mimi sijui Formula. Kama Okay, ni Formula 1 unaniuliza sijui nini. Okay, unapenda mechi? Mechi gani? Football. Si football, muuza football ama nini? Si ndio, najua mechi nyingi. Mechi nyingi. No, si mechi nyingi. Football. Si football, unapenda mechi? Napenda. Yeah, okay, fine. I choose football. Okay. Wenye wajaelewa. Yeah, football. Yeah, by the World Cup. Kesho leo tuko na nani? Leo ni Spain na France. Thank you. Unataka nani watolewe? France. Na wewe? Wewe kwenda. Mimi nataka France watolewe. Nataka France watolewe jamani. Sasa, okay, fine. Leo tunaongelea kuhusu Spain na France. Mimi ni France, umesema nini? Mimi ni Spain. Podcast next. Stay tuned guys. Na mnikumbushe kwa comment section, mnikumbushe. Aitampiga hata mimi nikumbushe. Anajaribu kuniuzia mwanga. Kati mimi na nani anapenda football? Hata mimi mnikumbushe pia mimi. Okay. So umesema bebe. Okay, kesho ama Wednesday Argentina na England. Ndio anacheza. Kwanza hiyo game ya England na Norway ilinitupa nje. Mimi najua nilikuwa na support Norway damu. So like like after walinyang'anywa ile bao ya pili nilikuanga like wow. Okay, nikasema Haaland haizi kosa kutuwekea moja, lakini it went the way it went. Itabidi tu tumekubali. Like, issue ni for me kati ya Argentina na England. Mimi naweza sema England. Kwa nini? Because I support Premier League. Kuliko hizi leagues zingine. Argentina iko na Messi. That's why nakwambia like England iko na best player wenye na support teams na support, unaona? So like alafu nikiangalia game ya last round ya Argentina na ilikuwa Switzerland ama ilikuwa ni team gani? Ilikuwa Switzerland. I guess hiyo time mimi naweza sema like Argentina tu walipata tu ile kupata tu yani. This time hawaku nini najua. Wale walikuwa less. Nani Argentina? No, the other team walikuwa less, unaona. So like mimi nasema tu walipata ile. Lakini this season Argentina wamekapitia 9/10 France. Yeah. Hawatashinda. Stay tuned. France wanatoka leo. So okay. By the time unaona hii podcast hiyo game itakuwa ishapita, but as we speaking France watatoka. Yeah. Mnikumbushe next time. So on to the next question. TikTok or X? I guess TikTok, because TikTok it spread sana kuliko X. Okay. Let's say many users wanatumia TikTok sahi because most of the trends zinakuanga sahi, unaona. So like mimi napenda TikTok juu hata nikiwa nimeboeka nitaingia tu TikTok. Ta scroll tu nipata na Murife nianze kucheka, unaona. So me I support TikTok. So wewe pale TikTok unafanyanga nini? Do you dance? Do you create content? I don't do anything. I just open an account na scroll, nikiona video ni funny na save. Baadaye nitaonyesha mtu na wewe unataka kutumbuizwa lakini hutumbuizani. Wewe funga hiyo account bana. Unaweza je chagua TikTok yenye unataka TikTok. Sasa unataka ni enjoy niangalie video. Unasema wewe ni TikToker, unasema wewe si TikToker, unapenda TikTok. I love Instagram. So napenda TikTok for fun, ile ni enjoy, lakini I love Instagram. So nikisema TikTok or Instagram utachagua IG? I'd say Instagram. Okay. Because even Instagram ukiingia utaona like there is some unaona like at least I make some use, unaona. Umesema unapenda football. So football or Netflix? Sometimes football, but I choose Netflix. Because
hadi mimi mwenyewe sahi the reason I swear naweza sema ati ni kitu inaweza nifanya nikae kwa nyumba for long. Watching movies, series, no. So like I choose Netflix. Yes, it's cool. The first man nimepatana hapendi football, hapendi like amesema amewaruka, amesema as a football fan you should be die hard. Unafaa kuulizwa manzi ama football. No. Chakula ama football. Vitu za dunia na nenio. Ni wanawake unaita vitu za dunia. Mumeitwa vitu za dunia wanawake. Vitu za dunia. Umeita wanawake vitu za dunia. Come on, we learn. Oh my goodness. Learn from mistakes. Okay. Vitu za dunia. Tuendelee hiyo na as vitu za dunia sitting next to Dele. Okay. Umeita okay. No, sijasema. Nice one. Sijasema wanawake ni vitu za dunia. Nimesema uwezi fanya. Hata nyinyi si mmeona amesema uwezi compare vitu za dunia na football. Wenye watasikiza watajua mbona nimesema ama ni wewe ndani mkweli kati ya mimi na wewe. Watu waambie kwa comment section. So, are you a spender or a saver? Pesa mimi hadi sasa nikaulizwa, do you have any place yenye unaweza sema umesave pesa? Mimi sina. Okay, niko na accounts mingi lakini na hivyo ndivyo amejitoa kwa mahesabu ya husband material. Kitu najua ni mimi shida zangu ni nyingi na haziwezi isha, unaona? So like there is no need ni save pesa, nikufe niziache, nikufe na shida, nikufe maskini. Niacha pesa kwa account na ile hali niliteseka kuzitafuta, unaona? Mimi niko na swali. Mimi niko na swali hapo kwa kukufa. Okay. Kwani ukibudgetia hii pesa unapanga kukufa? Budgeting ina depend na pesa hiyo unapata. Mimi hakuna pesa napata. Ama kuna mtu anajua pesa anapata. Mimi hakuna pesa napata. Na hivyo ndivyo umetoka. Sasa if you're a lady there ulikuwa umemtarget hivyo ndivyo umetoka. Because that's how atajua vile atafanya. Amemtarget ama nimemtarget. Si niende wamekutarget. Oh yeah. Husband material. Target me. So if you're a saver out there, locate this dude. Holic. Nice one. Yeah. So what's trending? Tuanze na wewe. What's trending online, the world of fashion, entertainment, politics? Wewe unataka gani? Hebu nichagua. Unataka nikuchapie? Mimi niko na mingi. Mimi nichapie za goons. Ati za goons. Nichapie. Sikia. Hadi sijui nani amekuita goon? Na shule jina unajua jina goon mabadi season majina za wakora. No, so like ni wakora. Okay. I'm wakora. I don't deal with goons. Sasa unaona mwenye mavi. No. Mwenye mavi ufanya nini jamani? Niuliza because baada uniulize sorry fashion. Mimi nimekuuliza kuhusu goons kwa sababu ndio kitu ina trend na ndio ina affect my youth size. Watu nasikia kuna youth wameshikwa walikuanga kwa gang. Umesikia Sunday Kangata gavana wa Murang'a. Huyu si wa Central. So Kangata ni gavana wa Murang'a alikuwa attacked na goons inasemekana allegedly. Si allegedly ilikuwa reported but yeah. So na inasemekana kuwa watu like youths due to unemployment wanakuwa recruited kama security personnel only later to be given weapons waende wakuwe goons. So what's your view about goonism? And then online kuna this conversation sparking that if we are barely tumefika tu nusu ya 2026 juzi election period like campaign period ijaanza, election period ijaanza officially, but unaona mambo ya goonism ina rise up with a higher degree. So what does this reflect for us when we are nearing to the election? Kama imeanza saa hizi na tujaanza campaign na tujaanza anything, what about in the near future, maybe 2027 hapo kitu August? Do you think 2007 might actually repeat itself? Kwa sababu hivyo ndivyo watu mtandaoni wanasema. Not really. Why? For me I say story kwanza na magoons wanasemanga money can buy happiness. Yeah. So like na pia unajua kazi ni kazi, asiyefanya kazi
wanasema sifanya kazi asile, unaona. So like if nikikulilia nikwambie nipe kazi sahihi, sawa, niko ama tumekuja 10 nikwambie tupe kazi, you won't give us work. Hiyo siku nikwambie mimi sina pesa nataka kazi, hautanipatia kazi. So like nikipata place yoyote inaweza kupata kazi, at least nipate do kwa nini ama nini familia. Kuna people unajua, acha nikwambie, that's why kuna sijui mental awareness like huku nje watu wanaumia. Ndio wanaumia. Because watu wanaumia na depression, stress, nini mambo mingi, unaona. So like hadi upate hiyo 1000 2000 ujue kwamba utasurvive siku 2-3. So like mimi silaumu mtu yoyote. Hebu ngoja. As long as so unasema ni mboka, as long as umelipwa, si bure. So umelipwa. Mimi nina swali. Amekulipa, si ati ni pesa ya kuiba, ameiba amekulipa zi. Mimi nina swali. Na unaambiwa siku za mwizi ni 40, ukipatikana hiyo ni yako. So unasema saa hizi let's say umesema una kazi, uitwe na maybe mheshimiwa akwambie nataka kukulipa certain amount. Mheshimiwa anakuita, hakuna mheshimiwa anakuita. Wanaitwa kwani nani anaweza kuita kuja kwambie nataka uende wazi, wanaitwa na like hiyo ni plan, hata business plan. Kuna kwanga na business na unaona. So like hata hiyo ni business plan, unaona. Na business plan ni kwanga na kwanza from the top to the bottom. So don't say that ati ni mtu fulani specific, no. As long as umetokea hivi, the source inafaa kujulikana baadaye. Okay. Yeah. But allegedly watu wanasema ni waheshimiwa wanalipa vijana wanini wafanye vandalism, wafanye gunism, nini mambo tu ya politics, but allegedly it's not proven that ni waheshimiwa. It's not proven. Wewe ukipatikana na mwenye analipana, whoever is paying the goons, wewe utakuwa goon, mboka ni mboka. Nikipatikana na mwenye uambiwe end of vuruge. Let's say niko na biashara, end of vuruge. Si kila mtu ana kazi yake. Unalipwa. Mimi niko na kazi yangu, hakuna cha mfano. Mimi niko na kazi yangu, kila mtu ako na kazi yake. Wenye wana kazi wakipata wanafanya kazi. So like hakuna cha mfano. Ukisema mfano naenda nilipwe, mimi situmiangi mifano. I don't use example. I do actions by the way. I don't use example. Examples hizo sasa ni they will use through me, okay? Yeah. Thank you. So so hiyo kitu imekuwa ikinibother sana, like why are youths wanakubali kutumika kwa nini? Because even if they will cry, no one listens. Hata kama you help a few. So that's why like me si support any of them, but at least if anyone anataka fact anapewa, unaona. True. So iko tu sawa. So apart from that, anything else trending? Fashion maybe. Do you love fashion? Being a girl, I'm disappointed to say no, I do not love fashion. I just mean endanga na flow. Open the fashion. I'm not into fashion. Like, yes, I know 1 or 2 about fashion, but I'm not that into fashion. Wow. Yeah. And the way fashion, okay, fine. Can you judge a person through la vile amevaa? No, we are living in a like where kama una judge mtu, which era are you living? Can you upgrade your mental system? In Ashakum si matusi. Nikuulize. Hii swali by the way linanisumbua sana. Me I love fashion, but can I ask you something? Umesema you don't love fashion. So kama wewe kama okay, fine. Nimesema I am not interested. Like you're not interested. Yeah. Okay, fine. Sasa ndo nakuuliza ni nini unataka, which fashion unataka itolewe katika trending? The trending fashion unaona like youth or maybe vijana wanajaribu kuraise, unaona like it's not making sense, like inaharibu tu community. Okay. Which fashion? What type of fashion you know? What type of fashion? Okay, being an open-minded person, I appreciate everything. Okay, so according to me kuna vitu nitaona ni cringe, but I wouldn't say zitolewe kwa sababu si wanazienjoy. Hata mimi kuna vitu nitadungia mtu ako like mbona kama hii kuna unajua nowadays celebrities
wanavaa ndo like waonekane. Kuna ile picture fulani anajaribu create. Yeah. Kuna hiyo yenye niliona celebrity tu fulani amevaa outfit tu hizi zinaitwanga itwaje, hizi the trending is thrift. So like alafu hiyo zimetengenezwa in form of ziko na place yenyewe. Unaona the wine glass. Hii glass ya white ya wine ya kuweka wine unapata. Zimewekwa huko kama 6, the front hii coat ya mbele, then alafu ameweka soda ya Fanta. Then after the interview the guy sasa during the interview kwa radio alikuwa akonazo, kwa TV pia alikuwa iko na soda Fanta black currant yeah. After the interview unapata zile behind the scenes sasa. The guy sasa hizi glasses zatolewa juu hizi tembea nazo. Yeah. Zatolewa so alikuwa anakunywa tu. Walikuwa anakunywa like ishaisha interview. Ni msanii gani? Msanii mgani? Sijona hiyo fashion. Go check. Okay, ndana kuitafuta. Nitakutumia uone. Sijui Kenya unaongelelea. So like iko unaweza valia hivyo. Ungekuwa msanii. Yeah, I love fashion. Kwanza nikipata mtu mwenye anaweza cheza kama yeye, naweza vaa nguo zingine. I love fashion by the way. So mimi huwa napenda fashion yangu. What type of fashion are you? Streetwear, unapata? Yeah, official hizo nini. Hadi hizo za nini? Kile kama ni vitenge yeah. Vitenge, right, yeah. Okay. I love like you can rock a kitenge and walk. Yeah, I love traditional different. Na hauendi kanisa. Wanavaa vitenge, yeah. Mimi najua vitenge watu wanavalia wakienda kanisa. Ni kama vile kuna siku nilivaa kanzu. The first time nilivaa kanzu. Niliambiwa like unaenda msikiti. Naenda msikiti and I was like kama kuna wale wenye walikuwa wananijua na wanajua maybe I'm not a Muslim. Unaona? So walikuwa wanaanza like umnavaa kanzu and you don't go to mosque. Ndio it makes sense. Only see kanzu it makes sense. Let me paint it for you. Let me paint it. Wait, I'm the one who said about the kanzu. Okay. Wait. Ninio katika official ukisoma primary katika zile nguo za official. Kanzu ilikuwa ni official ama si official? Ndio jua watu hivi. Kanzu ni official. Wacha nijieleze. Let me explain myself. Kanzu official or not? Ni official. Official, right? Nijieleze. Nipatie muda wa kujieleza. Imewekwa official kwa sababu kuna wenye wana practice hiyo dini. Just like the way mimi ni okay. If I am to associate myself with religion, mimi najiassociate na Christianity. Nene nivalie buibui. What usikia? Okay. Nene nivalie buibui hijab, nitokeleze nikuje tas. Nyinyi wote mtashtuka. Mimi siwezi shtuka because acha nikwambie kitu kimoja. Ukisema ati kanzu ni official juu inavaliwa na watu wenye wanataka ku practice the religion, hiyo ni uongo juu obvious suti sinavaliwa na mapasta. Hadi wasiwakwasi wanavaa. Sasa mimi nivae suti na niko na hizi dread zangu. Nimepita tu hivyo. Tutauliza maswali. Kwa sababu mtaanza kuwa like umse rada yake kumbe hata si hadi wa bank uvaa suti official. Suti za official so unaweza bana mtu yote anaweza vaa, hata mganga pia anaweza vaa official. But hadi mganga vaa. Hapana, waganga msivaa official juu kuna waganga fake bei. Hapana. But official juu kuna waganga fake. Unajua hizi mavitambara zao za red hizi ni kitamoneza enda kumba chwali. Tutawatambua vipi? So waganga official. Na viewers, kama ipiti 10k mganga. Viewers, ukipata mganga anavalia suti utatoroka. Unatoroka. Hapana, unajua let me tell you something about fashion. Fashion it is strictly like whatever the social nitangwa social pana si desire peke yake. What is the social like the social perception ya it is greatly like fashion ina influence yangu na social perception. And I will tell you something. Kuna siku tulikuwa tunatembea na rafiki yangu alikuwa amerock unajua hizi crochet outfits zinakaa bikini on top. Alikuwa amevalia kitu inakaa bikini na a very short
short skirt. Yeah. Ni short na ni skirt. Yeah. Very short one. Tukafika mahali kwa stage and the driver was like, msichana, kama ulikuwa unataka kutembea uchi, si ungetoa hiyo nguo yote utembee uchi. Wow. That really says a lot about how fashion is influenced. Kwanza in Kenya where people, si kila mtu ako open minded, like utavalia kama mwenda wazi. Ushaona ad girls? Aone kina nani? Ad girls wenye wanavalianga, utapata amevalia trouser, skirt juu, top yenye ni crop top, shati juu, jacket juu, na amevalia kimono. Kwani anaenda kupanda snow? Alafu so unaona ushamjudge, but that's actually a fashion. Wow, si kumjudge, It's a fashion. Na kuna jua. It's a fashion. Fashion gani na jua? Si watu wanaona vile. Unaona amejudge, lakini hataki kujajiwa akivalia kanzu. Enda na msimu vile iko. Enda na Hapana, like it's a fashion, okay. Nataka nivae gumboot wakati wa jua nitembee nao niseme ni fashion. Ndio, si ni fashion. Like, ukiona mwanzo kuniambia huyu ni mkulima ametoka ushambani amekuja huko ameanza kuleta ushamba na gumboot. Si ni fashion pia. Si ni fashion. Okay. Exactly. So umeamini fashion, it's really predicted na the social whatever. Yeah, so apart from fashion, tuliingia wapi ndio tufike kwa fashion? Tuliingia kwa mapenzi manze. Ai, mapenzi tena? Wow. Our blessed brother, tuambie. Which blessed brother? Si wewe jamani. Si wewe ndo umeleta topic jamani. Haijakuja na maji. Nizitoe kwanza ndio nisije nikakosa mtu hapa. Kwani unateseka? Siteseki, nateseka. Ukiniangalia nakuteseka kweli. Speaking about love. Hata mapenzi ni tesi, I swear. Speaking about love. Labda tuiongelee lakini mapenzi ni tesi. Okay, fine. Love is real. Ukipata mtu real na pia wasichana ni waongo. Same to men. Take 90% of your time to fear men. Okay. So lakini wasichana ni waongo. Hapana, msichana mgani alikudanganya? Sisi si waongo. Wewe na nani? Sisi si waongo. I am speaking on behalf of all ladies. Lakini msijali. Napenda kila mtu like. Napenda vile energy ya wasichana inakuanga. Okay, speaking about energy ya wasichana, kuna this breed, a new breed of ladies. Amazing ladies. Wanasema wataki kupata watoto. Like they want this life to be about them. They are deconstructing from social trauma, generational trauma. Ndivyo wanasema hapana, si sababu. Like we have valid reasons. Wanasema watoto ni nini? Inaitangwa aje? What is the term? Baraka. Hapana, baraka gani? Nitajie mtoto mmoja baraka. Si mimi. Labda mtoto akuja aitwe baraka. Mtoto mmoja baraka si mimi hapa. Ama mngeoni mimi ni baraka. Wewe ni baraka kivipi? Si mimi. Wewe nikuulize. Let me ask you a question. Okay, yeah. If you were not present. Okay. I'm present. I am not trying to trigger anything. I'm not trying to trigger anything, but let me say wanasema watoto ni watoto wachane na example. Wanasema watoto ni liability. That's the word. Kama mpenzi majukumu si asizae tu. Lakini hata kusema wanawake si mtu. Si okay. Mwanamke si wanawake because nani wataki kuzaa kwanza? Mbona unataka kupata watoto? Mbona unataka okay fine. Unataka nani azalie? Nani azalie mwenzake basi? Si wenye wanataka, kuna wenye wanataka na kuna wenye wataki. Hao wenye wataki mbona unakataa mbona? Unajua this is their reasons. Like hataki okay, they know themselves, they've seen themselves. This is the mentality. Ino mentality yenye inafanya watoto wakuja waanze be happy umeletwa duniani then alafu you don't want to give back to the society. Hataki hana hiyo capability ya kulea mtoto, hataki kupitia hizo. Hataki kwa comment section aingia hapo atoe aseme mimi sitaki. Nikiona wamepita zaidi ya 100 I'll call them for a conference tukae chini tuongee. Ni wengi. Wengi tutaita polepole, kuna season 1, season 2, episode 1, episode as long as nyinyi ndio watu ndio wanataka why kwa sababu hawataki, like they feel the child is a liability, they feel they are going to pass the trauma down. Nataka nipate sababu zao like ukuje personally
wakuja kwa nini wakuje personal? Mbona watetee? Mbona na watetee? Hapana, si eti na watetee because I understand they are they have very valid my suggestion. Now I suggest they comment and say it's me sitaki kupata mtoto because don't enjoy reason. Say hey, next time at least I can defend them. Yeah? See reasons only like see commentini convince mbona hamtaki watoto. Yeah, but like ukikanisha now you can even get convinced ndo sema utaki watoto pia wewe. So can I ask you something? Do you want children? Me of course I want children. Hiyo si mambo yangu. Why you getting personal? No, like see, utamuita nani? How many children? Sijakuuliza hata kama ni boy ama no. Staki wengi. Staki wengi. I just want a kid or two. Yeah. Nice. Unaona huyu anataka watoto lakini nani hao hataki? Kuna wenye wataki and I've interacted with many. Nikauliza sababu yako ni gani ya kutaka watoto? First thing anasema hataki ku trickle down the trauma that was passed down to her, like the trauma that raised her. Anajua either way akipata mtoto ata trickle down. Another thing anataka kuishi a free life. Unaona? Anasema hii maisha sidhani nataka kuiacha. Kama unataka free life saide prison. Unataka free life enda prison. People in prison wamefungiwa unasema nini? They live free life. Hapana, by free life they mean hawataki kuacha kuoble, hawataki kuacha hata prison kuna oble. Na hiyo ukisikia bibi ashaika nyanga jela, kuna oble prison. Put up your hands oble. Put up your hands oble. Sasa sio songi inakuja kwa kichwa. Hapana, lakini like they want to have money, generate wealth, be by themselves. Like they feel apart from kids, they feel that they cannot sustain a marriage. They do not want to stay with, like they just want to have fun and inshallah all vibes and inshallah. Sasa just look in unajiepusha tu na mambo mingi tu hivyo. Sasa ndio maana wataki watoto. I support you guys. Muendelee. You support ni shingo upande. Support yako ni shingo upande. Because sasa nikata kwa support nitaongea tu vile nitaongea na haina haja. Hakuna venye unaweza wa advice. So ukipatana na msichana mmoja anasema nataka mtoto. Hataki mtoto. Unaweza muadvise aje ama umconvince aje? Kama hataki mtoto, basi akue muhimu katika jamii like. Kivipi? Si anakuwa muhimu. She's generating money. Mungu akue na tabia nzuri, alafu pia niache mambo mingi atulie. Hapana, like the reason why hataki mtoto ni kwa sababu anaona atashindwa kutulia. Hapendi kutulia. Hataki kutulia. Siasumbuke basi. Kama hataki kutulia siasumbuke basi. Dunia basi. Haya basi. Siache dunia basi. But what makes you men like si moja man, what makes you men feel like msichana akisema hataki mtoto you feel it's like amecommit treason karibu mchape? Unajua kuna siku karibu tuchapwe na rafiki yangu juu alienda akasema hataki watoto na hataki. Tulikuwa tuchapwe hapo. No, wait. Okay, msichana kukata mtoto si mbaya. Issue nauliza tu swali. Hata mtu yote tu ushaipitia kwenye relationship and you stayed for your boyfriend like mmekaa mpaka mmedate for over 4 years. Mshaipata mtoto? Hamjaipata mtoto. Unaona, kwa mfano maybe like amko aipata mtoto na amko ana plans za kupata mtoto. Si iko sawa, si hivyo. Si people do pass through relationships na bila kupata watoto na wanakaa minne. So marriage kuna watu wanakaa marriage bila kupata watoto. Ndio. So like wanakaa miaka kuna watu hata okay, na wale wenye wameoana na kuna wale wenye hawezi pata watoto na still bado wameolewa, they are happily married for like 10 years. So ina depend na mentality ya mtu tu. Lakini kama swali mbona unakwepa swali? I am asking why do you men feel enraged by the fact that mwanamke hataki kupata watoto? Like mbona inakanga ni kama mnataka kupigana vita?
because What is nataka in kuona men? kopi yangu. Sasa nitajuaje mimi nakaa vile nakaa? Si ati anataka kukuzalia ama No. Wewe mwenye anakuambia kama hataki si aende, na kama hataki si tutaelewana. kwa sababu Kama mtu hataki anaenda. Kama ni maelewano by the way. Ndio maana naambiwa choose your partner wise. hata I'm not talking about partner. Nana kama Because saizi kama okay fine, unataka upate mtoto na nani? Okay, kama si si partner, utafuta wenye upate- anataka kupata. si ndio partner ama kila mtu. I'm not talking about partner. Uko kwa mbogi fulani. Okay, unataka like unataka wanawake wako wenye wataki watoto na watu wanaogopa wako kwa mbogi fulani like wako na Usiseme babake hivyo. huyu ako na babake, huyu ako na Same babake. hivyo. I'm saying Ndio maana nakwambia ni partner ndo anapatia mwanamke mtoto, si ndio? Yeah. That's why ndo nakwambia like ni makubaliano na watu walipendana juu walielewana. So si mambo na kupendana. I'm talking about nielewe. Tuko na wewe hapa. Ningekuwa let's say niseme okay, let me change my perspective for now ndio uelewe. Yeah. Sitaki watoto. okay. What will the sitaki watoto? How? Exactly. Your reaction. Mbona? Why do you draw that reaction towards such comments? Mbona unataka watoto? Si kwa sababu I feel like it's a liability Kwani- and it's trickle down. ngoja. Unajua mtoto Sisi mbavu zetu ngoja, sisi mbavu zetu. Mbavu zenyu nini? Adam si mbavu As far as zetu. we know. Adam na hiyo hizo enzi. Si Mungu mwenyewe alisema Adam nimekuletea huyu hapa. Fanya nini you add up. lakini unajua this same Hata ladies. wakati hiyo najua uko wakati wa mimi ndikuwa Ulikuwa wapi? Wanyama waliingia wawili. Ulikuwa Kanugu. No. Hiyo time ilikuwa invisible. Hiyo time mimi niko na cheki. So like wanyama walikuwa wawili. So unapata boy girl. So kuna vile utaniambia hao wanyama wawili walienda kaumbwa tena wengine wawili ndio wakaongezeka wakafika vile wako sahihi. So watu ni wawili. But we do not know the truth of Na watu we do not waongezeke know duniani. unajua as per we know I'm not trying to raise a contradiction. You do not catch me wrongly, but watu wenyewe wanatumia Biblia kujidefend like okay Okay. najaribu kuiframe venye sitaudhi wa Kristu but Kama sisi wa Kristo. Tunampokea nini the Bible is like a storybook. Yeah. Nobody in this current generation can actually say nilikuwa hii time like it's true. Yeah. Yes walikuwa it's true. No was the like it's just like a story. So how sure are you maybe a Bible is a story that has been unaona like imechukuliwa ikapasiwa down through generation. Najua sasa nikianzisha kitabu nifundishe mtoto wangu nimwambie hii ilikuwa ukweli, afundishe watoto wake. In the near future my book will become a belief amongst my generation. Na katika hiyo kitabu yako sio unaongezeanga chocha ndio kitabu ikiwe tamu. So si ndio nakwambia like vile hizo ni story. Pia, Lakini mbona ujidefend na Bible ati do you know your ati actions Mungu are alisema? story? Your actions. Yeah, niyo sikatai. Everybody, your actions are stories. So Unajua wenye waliandika so hata Bible stories za to start kitabu pia with. ni story. Kuna stories za hekaya hadi mababu wahenga. Wewe unajua wahenga? Ushaona wahenga? Hapana. Hujaona wahenga. Ndio maana si waamini. Sasa ndio maana nakwambia hakuna mtu wa kuamini kwenye hii dunia. Wewe piga shughuli yako kiwaliza Venye kuko bas usonge na justo basi kama mimi unajua mimi nishaika chini kajiuliza unafunga tu macho mbona unakaa tu unafikiria unajiuliza hii dunia by the way after maybe some years utakuwa wapi, or maybe hiyo miaka ya nyuma kulienda kutaenda mnataka tupatane na wale watu wa kitambo tutapata mimi kwanza nataka kupatana na wahenga. Ungependa kuuliza nini? Ningependa kwanza nitaka kujua like wahenga mababu zetu walikuwa wanafanya nini hizo enzi, mbona mpaka saa hii generational wealth jamani. Manze inakubalika lakini yeah. So yeah, we're coming to the wrap up of Vako Zetu part first. Vako Zetu. Yeah. So we'll be airing every Saturday. Ni Saturday? Saturday. So always stay tuned, make this your home. Kwa comment section you can comment what you want us to talk about next time, vitu zenye unataka kwa nini, na kama kuna kitu inakukera you can also tell us your views. It's
much appreciated. Tell us what we can rectify. Like let it be a community. Let Vako Zetu be a community between us, and to grow pamoja. So parting shot. Director Dede, support kwa wingi guys, respect, much love na mbaki poa. See you next time. Itakuwa mbaya tukiwa na JJ in the building. JJ jamani. Okay, I go by the name Emily. Tupatane next time. It's been lovely being with you in our very first. Hope mmetujua. Sasa kuanzia next week tutakuwa tunaongelelea vitu zitakuwa zikihappen nini. So wewe ukiona kitu ina trend hapo kwa comment section unatuambia, tunakuja tunaiongelelea. As always, we love you guys. Peace out. Boom boom boom. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Praise God everyone. I am Mercy Achieng. I'm Martha Sengo. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath Welcoming, and in the book of John chapter 14 verse 6 it says, I am the way, the truth and the light. Indeed, thus says the Lord. It's on every Friday as from 5 p.m. to 6 p.m. as we draw near the feet of Jesus and cast our burdens unto him. Here in this show, we will be preparing Christians spiritually, mentally and emotionally for the Sabbath that is due. We will be encouraging each other with inspirational messages, gospel and interactive discussions. Join us every Friday as from 5 to 6 p.m. as we quench our thirst for Christ. Mambo vipi? Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. Here we are talking about trending stories, Vibes, movies, udaku, and games. Remember to join us Mercy Mwangi and Regina Brenda on every Tuesday from 3 p.m. to 4 p.m. on TAS TV. What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. Ni kipindi tunachozungumzia kuhusu wapenzi, Changamoto katika mapenzi, mahusiano ya mapenzi, suluhisho katika mapenzi. Kumbuka ni kila siku ya Alhamisi. ukiwa nami Tiza Mwende, Nami Ruth Oyo, kuanza saa 9 hadi saa 10 jioni ndani ya TAS TV. At TAS TV, every dream deserves a chance. We believe that the next great presenters and reporters starts with an opportunity. A very good afternoon and thank you for joining us for 3 p.m. news. I'm Jacqueline Akoth. and I am Victoria Mnyazi. Nikiripotia runinga ya TAS, mimi ni Komen Mercy. That is why our attaches aren't just here to learn. They are given priority to create, host and deliver real television shows. What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. And welcome again to the final whistle whereby football never sleeps. Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath Welcoming. Here, talent is discovered, skills are sharpened, and confidence comes alive on screen. Contact us on +254 798 154 042 or send us an email at tastvkenya@gmail.com. You can also visit us at Neema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Join TAS TV, where your dream is our vision.